Moja ya swali ambalo nimekuwa naulizwa mara kwa mara ni hili hapa. Watu wananiuliza, Pastor, nawezaje kuhusiana na watu ambao hawajaamini, watu ambao wako tofauti na imani yangu? Tupo duniani, unaishi na watu ambao wana mitazamo tofauti na wewe katika imani yako, wana view vitu tofauti. Sasa na inawezekana kabla hujaokoka walikuwa ni marafiki zako, mlikuwa mnafanya vitu fulani pamoja ambavyo havimpendezi Mungu. Sasa ufanyaje sasa hivi baada ya kuwa umeamini ili uendelee kuhusiana nao vizuri? So there are two ways ambazo nitazisema kwenye video hii zitakazokusaidia namna ya kuhusiana na watu wa namna hiyo. Jambo la kwanza, na hili litakusaidia kwenye mambo mengine, ni kwamba kwenye issues kama hizi huwa tunaangalia Yesu alifanyaje. Yaani katika maisha yake alipokuwa hapa duniani, kwa sababu moja ya lengo la Yesu kuja duniani ilikuwa ni kutengeneza standard ya namna gani waamini au believers should live. Kwa tukiangalia maisha yake tunaona kwamba alifanyaje. Kwa mfano ukisoma kwa nini zimeandikwa Injili 4 zote zinaelezea maisha ya Yesu, ni kwa sababu tunataka tuone njia zake, namna zake. Kwa nitachukua scenario moja, kwa sababu Yesu pia alipokuwa duniani alikutana na watu wa namna hiyo. Alikaa na makahaba, alikaa na watoza ushuru, alikaa na watu walionekana wenye dhambi, na makundi hayo yote yalikuwa kwenye kategori moja ya kwamba ni watu walio tofauti na Yesu na imani yake. Kwa tunataka tuchukue scenario moja ya mtu mmoja anaitwa Zakayo, ambaye alikuwa ni mtoza ushuru, na kwa kipindi hicho Zakayo katika imani ya Kiyahudi au katika imani yao iliyokuepo kipindi hicho alionekana ni mtu mwenye dhambi, lakini Yesu siku moja akamtembelea nyumbani kwake. Sasa ukiangalia kwenye mfano huu utagundua Yesu kumtembelea Zakayo kulileta matokeo ya Zakayo kubadilika. Kwa sio Yesu aliyebadilika, ila ni Zakayo alibadilika mwisho wa siku. Ndio maana ukisoma kwenye hiyo habari utaona kwamba mwisho wa siku Zakayo, kwanza Yesu alimwambia wokovu umefika nyumbani kwako leo. Baada ya Zakayo kufanya maamuzi ya kwamba akasema ninatoa mali zangu, ninawalipa watu. Alitoa mali zake akalipa, inawezekana watu ambao waliwadhulumu kodi au vyovyote. Kwa akawalipa watu. Kwa utagundua Yesu kwenda nyumbani kwa Zakayo kulileta matokeo chanya kwenye maisha ya Zakayo. So na wewe unapokuwa unahusiana na watu ambao hawajaamini, lazima uwe na lengo hilo kama la Yesu na uishi kama Yesu. Yaani sisi tulioamini we have to copy and paste. Kile ambacho Yesu alikifanya tunafanya the same. Kwa wewe unapohusiana na watu ambao hawajaamini, lazima uhakikishe kwamba wao wanakuwa affected na wewe, wamjue Yesu, wamjue Mungu, waijue imani yako. Na ukisoma Yesu analithibitisha hilo kwenye Mathayo sura ya 5, anasema ninyi ni nuru na chumvi ya ulimwengu. Mstari ule wa 14 mpaka wa 16. Sasa nitasoma mstari wa 16, concept hiyo ya nuru na chumvi inamaanisha nini? Anasema nuru yenu na iangaze mbele za watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo when you are around or you are surrounded by hawa watu, wao wanatakiwa kuona nuru na chumvi. Kazi ya nuru ni kufukuza giza au ni kuondoa giza, lakini kazi ya chumvi ni kuleta ladha. Kwa unapoishi namna yako ya kuishi nao, unavyofanya mambo yako, unavyosema nao, unavyoongea nao, inatakiwa kuwafanya wao wageuke, wamuone Yesu, waione imani yako, watamani kuwa kama wewe. Kwa hiyo ni upande wa kwanza wa kuangalia Yesu alifanya nini na sisi tunafanya the same. Jambo la pili litakalokusaidia namna ya kuhusiana na watu ambao wako tofauti na imani yako ni kuangalia miongozo ya neno la Mungu. Neno la Mungu linatoa mwongozo gani? Linasema nini kuhusu jambo hili? Kwa kuna mambo nitakusomea leo, maandiko machache tu yanayotoa mwongozo wa namna ya kuhusiana na watu wasioamini, watu ambao wako tofauti na imani yako. Naomba tusome kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Paulo anaandika, anasema msifungiwe nira na wasioamini. Na nitakuelezea kwa ufupi tu nira maana yake. Nira ilikuwa ni kitu ambacho, kwa mfano ng'ombe wakiwa wanalima wawili, kuna kifaa wanafungwa shingoni ili kiweze kuwaongoza kwenye shughuli hiyo. Kwa ng'ombe mmoja anapotembea, huyu mwingine analazimika afuate, atembee katika njia ile ile. Kwa nira ni kitu ambacho kinafungwa kati ya watu wawili. Kwa mtu ambaye hajaamini na wewe hamtakiwi kuenda pamoja katika jambo ambalo linakinzana na imani yako.
Kwa kukiwa na jambo lolote ambalo liko kinyume na imani yako, wewe unatakiwa kukaa mbali, usikubali kufungiwa nira na mtu huyo. Kwa maandiko yanatupa pia mwongozo. Na andiko la mwisho ambalo litakusaidia ni kwamba ni Petro anaandika kwenye Petro wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 15, anasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na hofu. Kwa watu wanatakiwa kujua kuhusu imani yako. Wanapokuuliza, uwe na ujasiri wa kuelezea wewe ni muamini, wewe umemwamini Yesu, umeamua kumfuata Yesu. Chukua mambo hayo mawili, yafanyie kazi, yatakusaidia kuhusiana na wasioamini. Remember this, Yesu ndo Baba.